na kutia hasira. Hakuna uchawi ambao unafanywa pasipo numbers. Uchawi mara nyingi unahusika na mambo ya numbers. Unahusika na mambo ya numbers. Wanaandika namba. Wanaandika namba. Wanaandika namba. Wachawi wanapenda kuandika namba. Oh, wow, sema wow. Wachawi wanapenda kuandika numbers. Wachawi, sema wachawi wanapenda kuandika namba. Wakitaka waroge lazima watafute namba, watafute either mwaka, watafute either tarehe. Ndio maana hata wale wabashiri ambao nyinyi mnaita wabashiri, wanawabashiria waongo, watupu, wachawi, washirikina, wanatafuta namba, si tarehe. Kuna kipindi fulani, kuna gazeti moja lilikuwa linatoka, sio ilikuwa inaitwa gazeti gani, unaandika sio tarehe za kuzaliwa, sijajua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wanapenda kudili na numbers. Sema amen. Wanapenda kudili na nini? Na numbers. Sasa sisi tunatoka kwenye mfumo wao walio tu fix. Mungu alipotaka awatoe 100 awatoe 100 akasema siwezi nikawatoa kama sitawatoa kwenye kalenda zao. Ufunuo huo. Kwa maana no, hawezi wakatoka Misri. Hamwezi mkatoka Misri mkao mnatembea kwenye kalenda zao. Lazima niwabadilishie kalenda. Wakisearch. Wanapata namba tena, hakuna nafuata, hakuna at least. Ile ya kwenye mathematics inaandikwaje? Inaitwa nini? Maana sifuri ni namba. Ndio maana wanafunzi wa vyuo vikuu wakiandikiwa sifuri, bumu wanapata. Wanaweza sio? Wakiandikiwa sifuri, bumu wanapata. Ndio maana atakula kwenye tuletu vitu tu alcohol. Wakikuandikia alcohol ni sifuri, ujue kuna tupombe humo. Kwa sababu hata 0.4 equals to sifuri. 0.4 approximation equals to sifuri. Hiyo ni namba. Ndio maana chuo kikuu mtu amepata mkopo wa 0.0, bumu anakula. Kwenye hesabu kuna inaitwa theta, I think so, ndio hiyo. Inaitwa hiyo theta. Na nyie mnaosoma shule mpaka saa hizi na nyie hamjui. Inaitwa nini? Kwa Kiingereza inaitwa nini? Okay, sawa, tuachane na hiyo. Sema amina. Kwa Mungu alipotaka watu wametoka Misri, sitaki wawe na kinamna chochote cha kule Misri. Akasema hapa ngoja, yani ngoja. Nitamweza huyu devil, nitamweza huyu Farao. Yani ninafanya permanent deleted, na futa kila kitu, kila mifumo ambao wakisechiwa wanapatikana. Sasa sikiliza, nimewatoa huko, lakini kuanzia leo ndio utakuwa mwanzo wa miezi kwenu na utakuwa mwanzo wa miaka kwenu. Aliyekuwa na 70 futa 70, leo unaanza 1. Mzee ana miaka 60 anamwambia sikiliza, leo ndio utaanza count 1. Kwa sababu Mungu ana account miaka ya mtu pale ambapo anaanza kuliishia kusudi lake. Kwa mtu aliye nje ya kusudi la Mungu, Mungu account kama alikuwa anaishi, labda tu ni mzururaji. Kwa nini? Kwa sababu katika Waefeso 2:10 anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tangia awali Mungu aliyakusudia tuendelee nayo. Kwa hiyo Mungu ana count kwamba wewe umeanza kuishi pale ambapo umeanza kulitumikia kusudi lake. Out of that Mungu account kama wewe unaishi. Kwa alipotaka waanze kuishi sasa, na waanze kuishi kwenye kusudi lake, na wasio wanapatikana kwenye mifumo yao, akasema ninawatoa kabisa kwenye mifumo yao. Kuna mwingine huko hapa uko connected kwenye mifumo ya bibi yako, kalenda za bibi yako, kalenda za babu yako, kalenda za kwenye kikabila chako, uko fixed. Uko fixed kwenye kalenda za bibi, uko fixed kalenda za babu. Ukisoma tu pia mchoro wote. Saizi anataka apokee pesa. Pia Mungu akasema no. Watu hao nafanya permanent deleted. Nadhani watu wa kwenye computer IT kuna kitu kiko hivi. Unaweza ukafuta kitu
lakini kikawa bado kiko humo, unaenda mpaka kwenye recycle bin huko. Sasa Mungu akasema, sasa sikiliza, mimi navunja tu benki, siendi, yani nikipiga tu hiyo moja vinafutika kote kwenye recycle bin, kokote kule faili inafutika, recycle bin vyote vinafutika. Nafuteje? Na wabadilishia kalenda, na wapa kalenda mpya. Tupokee ufunuo kwa ajabu sana. Mungu akanibadilishia mimi kalenda. Ile kalenda ambayo nilikuwa fixed kwenye bibi zangu na bibi zangu, ile kalenda ambayo nilikuwa niko fixed kwa babu zangu, ile kalenda ambayo nilikuwa fixed kule nilikozaliwa, ile kalenda ambayo nilikuwa fixed kwenye kimtaa ninachoishi. Wengine mnaishi kwenye mitaa vya ajabu, na mimi mwenyewe naishi yamkini kwenye kimtaa cha ajabu. Sema amen. Hiyo kalenda ambayo tuko fixed, Bwana akatutoe. Kama ameamua atuokoe, asituokoe hivi kama ambavyo aliwatoa taifa la Israeli. Ni kweli aliwatoa, lakini walipofika pale, walipokuwa wanataka washiriki sadaka, washiriki Pasaka, Mungu akasema ninawatoa kabisa kwenye kalenda yao. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Jioni ya leo najua mimi Michael niko fixed kwenye kalenda za Kinyakyusa, niko fixed kwenye kalenda ya bibi zangu, babu zangu, niko fixed kwenye kalenda ya kule nilikozaliwa, kwenye mtaa niliotoka, kwenye mtaa ninaoishi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, najua umeniokoa kama ulivyowaokoa taifa la Israeli, lakini haukuona imetosha, ukasema no, nitawabadilishia kalenda, nitawatoa kwenye mifumo ya kalenda ya Misri, na ukawapa kalenda mpya, na ukawapa kalenda mpya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo, nami leo, Bwana, kwa neema ile ile uliyoiachilia katika taifa la Israeli ikawe juu yangu leo. Leo natoka kwenye kalenda ya Misri, leo natoka kwenye kalenda ya Kinyakyusa, leo natoka kwenye kalenda ya bibi yangu, leo natoka kwenye kalenda ya babu yangu, leo natoka kwenye kalenda ya kule wazazi wangu walikozaliwa, leo natoka kwenye kalenda ya kule Misri, leo natoka kwenye kalenda ya mtaani naoishi, leo natoka kwenye kalenda ya ardhi yoyote iliyonunua maisha yangu, iliyoiba kitu changu chochote kwa kutumia kalenda ya Misri, kwa kutumia kalenda ya duniani. Bwana Yesu, leo natoka, ninajiingiza kwenye kalenda yako, ninajiingiza leo kwenye kalenda yako, ninajitenga kwenye kalenda ya duniani hapa, ninajitenga kwenye kalenda ya kule nilikozaliwa, ninajitenga kwenye kalenda ya mkoa niliotokea. Leo Bwana, ninaingizwa kwenye kalenda yako. Katika hiyo kalenda najua hakuna atakayeniona, hakuna atakayenipata. Awe ni mganga hataweza kunipata, awe ni mchawi hataweza kunipata, hatapata watoto wangu, hatapata biashara yangu, hatapata elimu yangu, hatapata elimu za watoto wangu kwa jina la Yesu Kristo. Repakata, natoka prayer. Natoka kwenye kalenda saa, natoka kwenye kalenda saa, natoka kwa jina la Yesu. Ninatoka rapakata, natoka mimi na watoto wangu, natoka mimi na familia yangu, kama ambavyo Musa alisema, sikia Farao, tunatoka sisi na watoto wetu na vitu vyetu vyote, tunatoka katika jina la Yesu Kristo. Rapakata, prayer. Prayer. Yes. Na wengine mnaelewa. Ukiomba vizuri kuna mambo yanavunjika. Kuna kikalenda kimejificha somewhere. Ulimwengu wao kikalenda cha nyumbani kwenu kimefiksi maisha yako kwa damu ya Yesu. Kuna maandishi yameandikwa. Ulimwengu leo, haya ni maandishi ya kalenda ya duniani. Toka kwenye hiyo kalenda kwa damu ya Yesu. Natoka, Michael anatoka, kanisa linatoka, Michael anatoka, kanisa linatoka, watoto wake wanatoka, ndoa yake inatoka, kwa damu ya Yesu natoka kwenye hiyo kalenda yenu. Natoka. Rapaka tabozo, rema tobira ma, natoka. Rapaka ta, nema koriabo, nema kata, nema koriabo, natoka. Tunatoka kama kanisa. No parabozu, reka parada, etapaka ziname. Sakata barabadia, reka pararabiaga, peria nagapa, repata ya barozi, peria takasa, parate zedebe, raka paradagatiapa,
toka rapaka kwenye perio, kwenye kodi hapa, kwenye kalenda za Kichaga, kwenye kalenda za Kinyakyusa, kwenye kalenda za Kihaya, kwenye kalenda za Kimatumu, repo sinebele ribakata, toka rapaka taporoso, kwenye kalenda za Kiheo, kwenye kalenda za Kinyiha, kwenye kalenda za Kinyakyusa, toka kwenye hiyo mifumo yao. Tunatoka. Hiyo ni Misri. Bwana alipowatoa taifa la Israeli katika nchi ya Misri, akawatenga na ile kalenda ya kule walikotokea, akawatenga na ile kalenda ya kule walikotokea. Yamkini na wewe pia umefungamanishwa na kalenda ya kule walikotokea kwa damu ya Yesu. Ndio maana kila wakati wakikusechi unasechika, wakikutafuta unapatikana. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hilo agano likavunjika, na kuanzia leo Bwana akakuingiza kwenye kalenda yake, akakuingiza kwenye kalenda yake, ukae fixed kwenye kalenda yake ambayo hakuna mchawi, hakuna mganga atakaye kutafuta akakupata, hakuna mganga mchawi atakaye tafuta akakupata. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Prayer. Satarabagatia kararabadanis Victoria rapasavashi rekaparadamose raparadabos maireboshina pa twende toka kwenye kalenda zao, toka natoka kwa damu ya Yesu, natoka naitoa miguu yangu, natoa mikono yangu kwenye kalenda yenu, natoka naitoa miguu yangu, natoa miguu yangu, natoa mikono yangu kwenye kalenda zenu, natoka. Oh my God, my Lord, repo shatapa, my God, my Lord, natoka kwenye kalenda zenu, natoka kwenye miguu aparadoso, miguu yangu inatoka kwenye kalenda zenu, miguu yangu inatoka kwenye kalenda zenu, mikono yangu inatoka kwenye kalenda zenu, inatoka. Kwa damu ya Yesu inatoka. Hallelujah.
Tunatoka kwenye kalenda zao. Oh, tunatoka kwenye kalenda zao. Tunatoka. Yes. Tunatoka. Ndio. Tunatoka. Leo posha tapa. Oh, natoka. Oh, kanisa linatoka kwenye kalenda zao. Tunatoka. Leo posha tapa. Natoka. Leo posha Parama yakata, parama kotere, reparama kope zili, reparama katama, reparama kote, repakata paradus, reparaka padus, repakata sile, sebata, repakata, reparama sile, jana bababo. Arriana manto cerebro, arricarababa,
Arricaraba, Arrianamanto, Cerebero, Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Arrianamanto, Carabara, Arricaraba, Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Zerianta, Carabarris, Carababa, Zerianta, Carabara, Zerianta, Carabara, Zerianto, Cerebero, Arris, Carabamanto, Carabara, Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Arris, Carabamanto, Cerebero, Arris, Carabamanta, Carabara, Zerianamanto, Cerebero, Zerianamanto, Carabara, Zerianamanto, Cerebero, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Cerebero, Arris, Carababa, 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 Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Abarrascata, Barriaraba, Arriaramanto, Cerebero, Arrianamanto, Carabara, Arricarababa, 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 Zerianamanto, Carabara, Zerianamanto, Cerebero, Zerianta, Carabara, Zerianto, Cerebero, Abarrascata, Barriaraba, Arricarababa, Arrianamanto, Cerebero, Arrianamanta, Carabara, Arrianamanto, Cerebero, Arrianamanto, Cerebero, Abarrascata, Barriaraba, Enta, Carabara, Enta, Cerebero, Abarrascata, Barra, Abarrascata, Barriaraba, Enta, Caraba, Enta, Carriba, Erramanaba, Erramaneba, Eba, Caraba, Eba, Carriba, Eba, Zerriba, Anta, Carriba, Anta, Zerriba, Eba, Caraba, Eba, Carriba, Eba, Zerriba, Zerianta, Caraba, Zerianta, Caraba, Zerianta, Caraba, Zerianta, Carriba, Zerianta, Zerriba, Zerianta, Caraba, Wadamu Yesu, wajina Yesu, wadamu Yesu, wajina Yesu, tunachoka wadamu, Zerimamanto, Caraba, Zerimamanto, Carriba, Zerimamanto, Caraba, wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu, Zerianta, Carabara, Zerianto, Zerriba, Zerianta, Carabara, Zerianto, Zerriba, wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, Zerimamanto, Carabara, wadamu Yesu, Zerianto, Zerriba, Zerianta, Carabara. Amen. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi. Shaparadiama. Sema amina. Sema amen. Sasa tutamaliza kweli mistari yote. Tuende kazi. Huo mstari wa ngapi? Pili. Ni mstari wa pili tu. Haya. Lakini hatuna sehemu tunaokimbilia. Tukipata ufunuo tunafumua hapo. Sema amina. Tukipata ufunuo tunafanya nini? Tunafumua hapo hapo. Twende. Bwana akanena na Musa na Haruni. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia. Katika nchi ya Misri akawaambia. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Ndio. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambia siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Sawa, twende kitaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anataka awape mwanzo wa miezi. Mungu anataka awape mwezi wa kwanza. Mungu anataka awape mwezi wa kwanza. Tuelewane vizuri hapa.
Maandiko haya yanaonyesha namna ambavyo Mungu aliwapa mwezi wa kwanza, Mungu alivyowapa mwezi wa ngapi? Mwaka wa kwanza. Alipokuwa anatengeneza mazingira ya kuwapa mwezi wa kwanza, anawaingiza kwenye mazingira ya sacrifice, kwamba huwezi ukatawala mwezi, huwezi ukatawala mwaka pasipo sacrifice, pasipo sadaka. Nisikilize vizuri sana. Ndio maana kipindi hiki naweza nikazungumza mambo mengi ambayo yakabadilisha maisha ya mtu na mwingine akabaki pale pale, kwa sababu kuna mambo naweza nisije nikazungumza tena. Maana yake nini? Hapo amezungumza vitu viwili. Huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu na mwanzo wa miaka kwenu. Lakini mnawezeje kuanza na kumiliki huo mwezi? Mnawezeje kuanza na kumiliki huo mwaka? Anawaambia by sacrifice. Sasa unaweza ukajiwekea hata utaratibu kwenye maisha yako ya kila siku. Unapoanza mwaka, unapoanza mwezi, hapa amezungumza vitu viwili. Unapoanza mwezi, iwe ndio 500 uliojaliwa, iwe ni 10,000 uliojaliwa, iwe ni 100,000, 500,000, milioni 1, mwambie Mungu, na ufungua huu mwezi kwa hii sadaka. Naomba unipe kutawala huu mwezi. Na ufungua huu mwaka kwa hii sadaka. Na jitahidi sana hata hapa tunapokwenda kuapproach mwaka, tengeneza mazingira haya ninayokuambia. Usije ukauanza mwaka hakuna ulichofanya chochote. Na maanisha kutenga dhabihu kwa ajili ya kukamata mwaka unaofuata. Kila mmoja sawa sawa na vile Bwana atakavyombarikia. Na hapa hata kama ukiweza, hata mtoto wako mshikishe hela, mshikishe sadaka. Unielewa vizuri? Unielewa vizuri? Ndio maana wengine katika mazingira, na sitaki kuzungumza huko sana kwa sababu ni eneo la sadaka za malimbuko na vitu gani. Lakini hata hapa unaona Mungu anawaambia, nataka mkamate mwezi, nataka mkamate mwaka, anawaelekeza namna ya kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Na alifundisha kwenye clip yetu YouTube Makimbilio Channel masomo ya mzaliwa wa kwanza, namna ya kutoa, namna mbalimbali. Ni masomo ambayo yako heavyweight. Siwezi kuyarejelea yote hapa, lakini hiki ni kichorombwezo ambacho tunakipata katika maandiko haya. Rudia tena hapo. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Mkawaambie. Siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Nini? Mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu. Siku ya 10 ya mwezi huu. Kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumbani wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Anasema kwa kadri wa ulaji wa kila mtu. Kwa unapotoa sadaka ya mwaka, unaanza mwaka, wewe unaangalia hata uwezo wako mwenye binafsi, unaangalia na mapato yako. Anasema watoe kwa kadri ya ulaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hilo sirudi tena. Hakikisha sadaka yote ambayo Mungu anakupa isije kama ni sadaka ya kulaani. Bwana Yesu asifiwe. Toa sadaka kama ya Habili. Twende. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au sadaka katika mbuzi. Ambayo haina tatizo. Usitoe sadaka yenye tatizo. Sadaka kilema. Ndicho alichokuwa anawaambia, usitoe sadaka kilema. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinjia jioni. Nao watatoa baadhi ya damu. Hapo shika hapo. Nao watafanya nini? Watamchinjia jioni.
Kumbuka tulikuanzia kwamba agano la kale ni kioo au ni kivuli cha agano jipya. Anasema watamchinja huyo mwanakondoo jioni. Watamchinja jioni. Watamchinja jioni. Watamchinja jioni. Huyo mwanakondoo watamchinja jioni. Maandiko au maandishi haya yaliyoandikwa hapa yameandikwa literally and prophetically. Yaani yameandikwa si tuseme yako literally and prophetically. Ni kama vile ya kawaida lakini ni prophetically. Ni maneno ya kinabii yanayotabiri kwa habari ya ujio wa Yesu na namna Yesu atakavyoondoka. Anasema huyu mwanakondoo atachinjwa muda gani? Atachinjwa jioni. Sasa ukirudi kule kwenye kitabu kile cha Mwanzo anasema ikawa jioni ikawa asubuhi, wakawa na hesabu usiku. Lakini nikikuuliza wewe, hivi jioni inaanza saa ngapi? Jioni inaanza saa ngapi? Jioni inaanza saa ngapi? Saa 10 ndio jioni. Sasa ukienda kwenye Biblia anapozungumza jioni mara nyingi ni saa 9. Jua lilipokuwa utaona maeneo mengine nasema jua lilipokuwa linataka silipunge, maana yake ni katika haya mazingira ambayo jua linapungua makali yake. Jua linaanza kupunguza makali yake kuanzia saa 9. Sasa twende prophetically. Angalia kitabu kile cha Luka 23 mstari wa 44. Luka 23 na ule mstari wa 44. Neno la Mungu linasema, hapo ilikuwa yapata saa 9. Hapo ilikuwa yapata saa 9. Kukawa giza juu ya nchi yote. Kukawa giza juu ya nchi yote. Hata saa 9. Hata saa 9. Saa 9 maana yake nini? Saa ngapi? Saa 9. Na saa 9 Yesu si ndiye alikataga roho. Kwa akawa anawaambia mnapochinja huyu mwanakondoo mtachinja jioni. Jioni akiwa anaongea prophetically. Mtachinja katika majira ya kuna mtu atakuja atokee. Ataishi, atateswa, atakufa majira ya saa 9. Atakufa jioni, atafariki jioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Okay. Nirudi wapi? Kwa hiyo sasa tunapozungumza huku Misri walipokuwa wanachinja jioni saa 9, walipokuwa wanamchinja huyo mwanakondoo na maandiko yalikuwa yanaagiza mwanakondoo. Walipokuwa wanachinja mwanakondoo, ile damu ilipokuwa inamwagika, maana yake damu ilikuwa inaashiria damu ya Yesu. Sema amen. Sema amina. Okay. Tuunganishe vizuri. Twende Mathayo ile 26. Twende Mathayo 26. Nataka tuweke hapa vizuri, alafu tutengeneze, alafu tuondoke. Mathayo 26. Hebu anza ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Okay, sasa hebu anza mstari wa 17 tuone. Njoo mstari wa 17. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu, wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, nendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza. Wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale teneshara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana. Wakaanza kumuuliza mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, twende mstari wa 26.
Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Akabariki. Akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, ndio, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, ndio, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nalipoanza nikasema hivi, meza ya Bwana sawasawa na Pasaka, sawasawa na Passover. Nikaweka classification vizuri. Passover kwa Kiswahili, pass over maana yake pita juu. Kwa hiyo utagundua kwamba haya maelezo haya ambayo tunayasoma kwenye Kutoka sura hii ya 12 ni kivuli cha habari ya jambo hili la kwenye Mathayo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaingiza, na maana nakwambia Agano la Kale Mungu alikuwa anatembea na watu ni kama vile kimwili, lakini hayo mambo hayo ya mwili Mungu alikuwa anatoa unabii juu ya mambo yatakayokuja kutokea baadaye. Ndio maana kila kitu kilikuwa kina maana yake. Anaposema kuchinja, hamtachinja muda wote, mtachinja saa 9. Lakini pia hamtachinja mnyama wote, hamtachinja sungura, mimi nataka kondoo. Na ndio maana Yesu anafananishwa na mwana kondoo. Ndio maana tunaposema damu ya mwana kondoo, maana yake tunafanya coordination kutoka kwenye Agano la Kale kuja kwenye Agano Jipya. That's why tunasema damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Maana yake we take the knowledge from the Agano la Kale kuja kwenye Agano Jipya ili tufanye complement na tupate maana ya kitu ambacho kinaweza kikatutoa mahali pamoja kutupeleka mahali pengine. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Okay. Endelea kusoma. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Watamchinja jioni. Ndio. Endelea. Nao watatoa baadhi ya damu yake. Watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili. Na kuitia. Napo ndatoa, nisikilize, unajua tuko kwenye kipindi tunaelekea mwisho wa mwaka. We need a lot of knowledge. Ndio maana nafundisha, tunaomba, nafundisha, tunaomba. Anasema nao watatoa baadhi ya damu yake. Watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili. Na kuitia katika miimo miwili. Na katika kizingiti cha juu. Na katika kizingiti cha juu. Katika zile nyumba watakazo. Nilete hiyo chapa. Watafanya nini? Wataitwa ile, yes. Wataichukua ile damu, wataitia kwenye miimo na katika kizingiti cha juu. Okay. Ukiangalia Biblia ya neno, sogeza hapa juu. Kwenye Biblia ya neno anasema wakaipaka. Wakafanya nini? Wakaipaka kwenye miimo. Miimo ni hii hapa. Wakapaka hapa, wakapaka hapa, wakapaka na hivi. Kupaka na kutia sometimes inaweza kuleta tafsiri tofauti. Anaposema walipaka, maana yake kuna kitu Mungu alikuwa analenga kitokee. Nisikilize sana. Kwa nini walipaka hivi, wakapaka hivi na hivi? Kwa nini wasipake tu kama watoto wa teacher Jeni wanapaka, wana shade sijui? Kwa nini huyu aliwaambia wapake hivi? Maana kuna kitu pia kilikuwa kinatengenezwa prophetically kwa ajili ya Agano Jipya. Ndio maana hapo anasema wakatia. Kwenye Biblia neno anasema wakapaka. Na walikuwa wanapaka kwenye miimo. Miimo sio kitu kilichokunja hivi kwa maana yake kimenyoka hivi. Kwa wakapaka hivi. Kuna kitu kikatokea hivi. Wakapaka tena na hivi. Wakapaka tena na hivi. Maana yake kuna kitu kikatokea. Okay. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Maana yake walipopaka kikatokea kitu cha namna kama hii. Kwa wakapaka kwenye hayo maeneo kikatokea kitu cha namna kama hii. Sasa nikueleze kitu kimoja. Sema amen. Mungu alikuwa anatembea na taifa la Israeli kwa namna ambayo sometimes sisi kwetu ukiwauliza taifa la Israeli hiki ni kidudu gani, wanaweza kukupa translation tofauti na wewe unazokifahamu.
Wewe utasema tu ni kimlango, sijui. Sio kimlango. Hii ni namba katika taifa la Kiisraeli ambayo inamaanisha zoe, inamaanisha uzima. Yaani hiki ambacho unaona walipaka katokea kiumbo cha namna kama hii ni namba ambayo wao Waisraeli wao wanaitambua kama herufi. Wao Waisraeli herufi zao zina maana tofauti na herufi za Kitanzania. Wewe ukisema, ukimuuliza mtoto what is a, watoto wetu watakwambia hii ndiyo ina mkia mrefu. Sisi tunajua tu habari ya mkia. Sasa wao Waisraeli namba herufi zao, kila herufi ina maana yake. Yaani kila herufi ina maana yake. Kila herufi ina maana yake. Kama ambavyo wao hata namba. Wewe leo ukimuuliza mtoto wetu 40 ni nini, sisi tunasema 40 zi 40. Inaandikwa hivi, inaandikwa hivi, iko hivi. Lakini unaporudi kwa Wayahudi ukiwaambia 40 ina description tofauti. Ndio maana kila maeneo ambayo kwa Biblia inaonyesha 40, 21 ngapi, ni namba zenye tafsiri. Sio tu namba 21. Sisi tunasema 21, 31. Wao kila namba ina maana yao na kila herufi ina maana yake. Kwa hiki kuna herufi ilikuwa inatafutwa ambayo hiyo herufi ilikuwa inamaanisha uzima, ambayo imetokana na neno zoe. Zoe equals to uzima. Ndicho ambacho kilikuwa kinatengenezwa. Ndio maana hatusemi wakatia, tunasema wakapaka. Wakapaka ili itokee herufi ambayo itabeba maana fulani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa wewe endelea kusoma andiko. Twende. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni. Watakula. Kumbuka Jumapili tutakuwa na ibada ya kula mkate, ya kunywa damu. Anasema wakafanya nini? Watakula nyama usiku ule ule. Watakula nyama usiku ule, imeokwa motoni. Ndiyo. Na mimi ndo napenda nyama kwa kweli, hizo za michuzi nazo ni nzuri. Lakini malaika maeneo mengi walikulaga nyama sio za michuzi, sio zilizokuwa zimewekwa manyanya na vitunguu. Utakuta maeneo mengi nyama hazikuaga hivyo. Sema amina. Okay, twende. Shika hilo nalo. Lakini sio la muhimu, lakini linaweza likala muhimu. Anasema watakula nyama yake usiku ule ule. Ndio. Imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi. Wala ya kutokoswa majini. Bali imeokwa motoni kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni. Twende mstari wa 12 na 13. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Nitapita katika nchi ya Misri usiku huo. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza. Taifa la Israeli nalo likiwa pale Misri. Yaani taifa la Israeli nao wakiwa hapo sasa wanatoka. Sasa anasema ili mtoke vizuri, ili mtengwe vizuri, shikeni maelekezo hayo. Anasema hivi, twende. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote. Rudia hapo vizuri. Ukiwa na Biblia yako zungushia wazaliwa wa kwanza wote. Anasema nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote. 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 Akisema wote, maana yake wote. Wewe weka wote. Wote, hata Waisraeli nao na wa Misri nao. Nitapiga wote. Twende. Na mwanadamu na mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu. Sasa kitakacho nifanya nipige sehemu nyingine nipige ni damu. Ile damu itakuwa ishara. Kwa hiyo hata kama ni mlokole, hakuna ile damu, maana mimi naangalia damu. Hapo siangalii wewe ni Myahudi, siangalii wewe ni Misri. Mimi naangalia damu. Nitakapoiona damu kila mahali, nitakapoiona damu, hapo sintapiga.
hapo nita pass over, hapo nitapita juu, hapo nita pass over. Soma vizuri, rudia twende. Na ile damu itakuwa ishara kwenu, ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote, lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Kwa hiyo utaelewa, tunapokunywa damu ya Yesu ni ili lisitupate pigo lolote likatuharibu. Mapigo yanapopita, iwe katika taifa, mapigo yanapopita kwa namna yoyote, yawe ya hali ya hewa, yawe ya kitu chochote kile, maandiko yanazungumza kwamba Mungu ataiangalia damu, na kila atakapoiona damu anasema atapass over, anasema atapita juu. Kwa hata kama kuna corona covid, kwa kama kuna covid nyingine, whether it is covid 40, it is covid 50, covid 100, anasema nitakapoiona damu, nikiona damu nitapasi over, nikiona damu nitapita juu. Ile damu ambayo mmeipaka kwenye miimo, nimekuambia ile herufi inayojitokeza inamaanisha uzima. Maana yake kila akipita anaona uzima, kila akipita na uzima. Who is uzima? Mimi ni njia, kweli na huo uzima. Mtu hata kuja kwangu pasipo huo uzima. Kwa lugha nyingine, anapopita anamuona mwanakondoo, anapopita anaiona damu, akiona damu anauona uzima, akiona uzima anamuona Kristo. That's why iko hivi. Listen, sometimes tunapokunywa blood, kuna nyakati zingine usisahau, mara nyingi nguvu ya Mungu inafanya kazi kutokana na uelewa na maarifa tulionayo, ambayo tumeyataka hayo maarifa yatoke nje. Nimekwambia unaweza kuwa na nguvu ya Mungu, lakini kama utakosa maarifa, yale maarifa yaliyo ndani mwako yanaweza kashindwa kumanifesti. Sasa ukiwa na haya maarifa, kitu gani kinatokea? Maana yake chochote kibaya kitakapotaka kuja kwako, watu hawatakuona wewe, wataiona blood, watauona uzima, watamuona mwanakondoo. Anasema nikiwa napita, hiyo damu itakuwa ishara, na hiyo ishara maana yake ni ile herufi, ile namba, ile herufi iliyochorwa, ile herufi ambayo ni uzima, ile herufi, huo uzima ambao ndio Yesu. Kwa malaika wedha wa mapigo anapopita, anauona uzima somewhere, anaambiwa hapo jump, hapo jump, hapo jump. Unashangaa mabaya yanakujump, nyumba ya pili anamkamata. Sema amen, sema amen, sema amina. Kuna mtu ananielewa hapa? Anasema kunywa hiyo damu. Mnapokunywa hiyo damu, mimi nikiwa napita, mapigo mbalimbali yakiwa napita, yatakapoiona hiyo damu yatapass over, yatapita juu. Ni watoto wako. That's why unielewe vizuri. Vichawi venyewe vinakunywa vitoto vidogo damu, venyewe vinakunywa. Vya walokole venyewe havinywi. Ili michawi hiyo ikiwa inapita kwenye nyumba za walokole, wasione damu. Kwa sababu anajua kabisa kwamba, sikiliza, kuna wakati mwingine kuna mafundisho yanapita ndani ya makanisa, lakini ni mafundisho ya kwenye mtandao ule tu. Wakiwa wanawinda watoto, mtoto wako kama kitu hiki hakitaonekana, watamla. Are you catching? Are you catching? Wakwao wanakunywa damu, wakwetu wanasema wasinywe damu, ili wakiwa wanawawinda wa wanasa, tutawanywesha damu. Sasa kwa tukiwanywesha damu tunatenda dhambi gani? Wewe unaangalia vitu vingine. Tukiwanywesha damu tunatenda dhambi gani? Wao wawanyweshe damu, wawaingize kwenye maagano. Sisi wakwetu tusiwanyweshe damu, wazifungwe kwenye maagano. Unakuta vitoto vya Wakristo hata ukiviambia kufunga kama hivi, ni vigumu, haviwezi kufunga. Lakini unashangaa vitoto vya wengine vinafunga. Miaka 6 kinafunga. Vya Wakristo sasa, sijui kama wakwangu nao wanafunga, si ndio wanakula kila siku. Mwingine yule ameshalala pale. Si unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Si unaelewa? Lakini wale wengine vinakunywa damu, na vingine za hizi masaa machache vinaanza kupaa. Unafikiri vinapaa bila damu? Alafu wao unasema eti wana compete. Eti mtoto wangu na mimi namuombea, namweka mikononi mwa Mungu kwa jina la Yesu, ayo wa kwanza. Mwenzako anakunywa damu.
Unataka ashindane asiyekunywa damu na anayekunywa damu? Hawezi wakashindana. Sasa sikiliza. Sisi tunawanywesha damu, wanakunywa damu kwa sababu gani? Tunawanywesha damu ya Yesu ili wafungamanishwe agano na Yesu. Mapigo yatakapotaka kuwaendea, wakamwone mwanakondoo, wakaione damu ya mwanakondoo. Ndicho ambacho tunataka. Hatutafuti kingine. Sasa anatakiwa ashiriki mwenye akili. Kwa huyo ambaye umesema mtoto, maana yake si hana akili. Sasa atahukumiwa kwa kitu gani sasa? Atashindwa kujitafakari. Ndio. Atashindwa kujitafakari. Si ndio mzuri? Yeye ana dhambi gani? Sisi hawezi kujitafakari. Huyo ndio nyweshwa kweli kweli. Na tutavinywesha hapa.